Unadhani ni kwa nini wanawake wengi wanaojitambua wamechagua kuwa watulivu? Wanawake wanaojitambua wamechagua kuwa watulivu kwa sababu wanajua nini wanachokiota. Nasema utulivu kwa maana gani? Kwa sababu mtu anapokuwa na utulivu ana uwezo wa kuamua mambo yake vizuri. Akili inakuwa ina nafasi ya kupokea vitu vio vibaya, vio vizuri, lakini anavipokea katika mtazamo ambao ni chanya. Yani hata kama mtu anaweza akamuattack au akatafuta kitu ambacho kinaweza kikawafanya wakagombana na yeye hawezi kukubali kugombana. Yani yeye atakachokifanya ataamua kulingana na kile ambacho kitaendelea kumpa usalama wa nafsi yake, usalama wa akili yake, kwa sababu anajua anachokifocus ni nini. Hawezi kuwa mtu ambaye anasikiza makelele mengi ya huko nje. Unajua huko nje kuna makelele mengi, na watu wengi wenye makelele ni wale ambao wao hawaoti vitu vikubwa. Wana vitu wanavyovifanya ambavyo wanaona tu ni vya kawaida. Lakini mwanamke anayejitambua, ambaye ana ndoto, ambaye ana kazi zake za msingi, ambazo anazitegemea, yani kwa namna moja ama nyingine ziweze kumsogeza mahali, utulivu ni kitu pekee ambacho anakihitaji sana kwenye maisha yake. Kwa unaweza kukuta mtu anaweza akamtukana akanyamaza, sio kwamba anafurahia yale matusi, hapana. Ananyamaza kwa sababu anajua kilicho mbele yake ni kikubwa zaidi kuliko yale matusi. Unaweza ukamkatisha tamaa na asikate tamaa, akaendelea tu kufanya vitu vyake, akawa tu anakuangalia tu namna ambavyo unatamani akate tamaa. Ni kwa sababu anajua kile anachokiota kule mbele ni kikubwa zaidi kuliko hata hizo changamoto ambazo anakutana nazo. Nataka niseme nini? Nataka nikutie moyo wewe mwanamke mwenzangu ambaye uko kwenye mapambano. Uko kwenye biashara zako, una vitu vingi ambavyo unavyovifanya, unavyoviota, lakini unaona kwamba misukumo mingi ya huku nje inatamani kukurudisha nyuma. Chagua kuwa na utulivu. Chagua kuwa na utulivu kwa sababu ya vile vitu ambavyo wewe unaviota. Chagua kuwa na utulivu kwa sababu unaamini katika makubwa. Wanaoamini katika makubwa wameamua kuchagua utulivu ili waweze kuwa na maamuzi yaliyo bora. Ukiwa na akili iliyotulia, utaamua vitu vingi kwa uzuri zaidi na kwa ukubwa sana. Kwa vyovyote vile ambavyo unaona unapitia changamoto nyingi katika maisha yako, kumbuka tu hizo changamoto zipo kwa sababu kuna wakati tunapitishwa mahali ili tuweze, yani Mungu ana sababu. Pengine anataka kukutumia huko mbele. Ana vitu vingi anatamani kukupa. Kwa hiyo unapopitia zile changamoto na kuzihando, maana yake unazidi kujiimarisha, unazidi kuwa bora na unazidi kuwa mkubwa zaidi. Usichanganyikiwe sana unapopita kwenye changamoto mbalimbali au watu wanavyokusumbua. Usichanganyikiwe sana. Tafuta utulivu, tafuta watu wa kukufanya unakuwa na utulivu ili uweze kufikia malengo yako. Huwezi kufikia pazuri kama utaamua na wewe kuwa waluwalu tu, yani unaruka tu muda wote, unahangaika tu, unaihangaisha akili yako, hauna utulivu, huwezi kufika pazuri. Lakini ukiamua kuwa na utulivu, ukatulia na mambo yako, ukapanga ratiba zako vizuri, ukafanya kazi zako vizuri, kwa vyovyote vile unaweza ukafikia mahali ambapo hata wewe hukupatarajia, kwa sababu umeamua utulivu uwe sehemu kubwa ya maisha yako ili uweze kufikia hatima nzuri. Bye.